Bana, mambo vipi? Leo tumepata bahati ya kupiga story na Uni College team. Hapa yuko bwana Ayubu Msafi akizungumza na Chazi Mtasha kwenye 1 na 2. Kaka, mambo vipi? Kama kaa mzee. Bwana nasemaje? Oji sana. Kuna 1 na 2 naona kaka unakiwasha mtandaoni. Mungu tu. Jana wanaelewa. Yes. Kaka Ayubu, mambo vipi? Kama kawaida Mambo yanaenda fresh. Huyu ndio yule Ayubu ambaye tunamwonaga nyuma ya kamera kila siku. Ayubu Msafi. Ayubu Msafi ndio huyu sasa. Ayubu Msafi. Sawa kaka, leo tumehudhuria Uni Awards na moja kati ya kitu ambacho kimekuja kupindua zaidi kwenye nchi yetu kwa sasa hivi, Uni inazungumzia swala zima la vipaji na mambo mengine kama hayo. Kwako wewe ukiambiwa uipe thamani elimu ya darasani na kipaji, kipi ambacho utaipa thamani ya kwanza zaidi? Elimu ya darasani na kipaji. Cha kwanza, unajua kipaji ndio kusudi ambalo Mungu ameileta duniani. Okay. Ila njia ni elimu. Ndio. So unaponiambia nikipe cha thamani kipaji au elimu, bado nitakuwa nimekupa wewe ugumu wewe kutafuta njia ya kuondoka. Kwako unaona kipi sasa hasa watu wanaweza katia serikali itie nguvu zaidi? Itie nguvu kwenye elimu. Wasomi dunia nzima. Wasomi wanaheshimika. Nchi yoyote ambayo imeendelea duniani, unapoona hata Dubai pale, wale jamaa wa Arabu walioko kwenye mafuta sio wapiga mdomo mzee. Kuna jamaa mmoja nimekutana naye kasema kwamba Ronaldo sasa anapokea pesa ndefu kuliko hata mheshimiwa rais wa nchi. Tunaheshimu kila kitu. Ila inapokuja kipaji, imagine dunia ingekuwa na kina Ronaldo tu. Ndege ingekuaje kutengeneza ndege? Viwanda ingekuaje? Okay. Kwa hiyo dunia inajengwa na wasomi, cha kwanza. Dunia inajengwa na wasomi. Kwa hiyo kipaji kinaweza kuwa kwenye elimu. Kuna watu ni talented, genius. Hizo ni gift, ni vipaji. Unajua unavyozungumzia kipaji sio muziki, sio kucheza mpira, no. Mpaka kuna watu wenye vipaji ni genius. Ndio tunakuta kina hizi Isaac Newton, akina Einstein, Galilei, akina Chazi pale unakuta akina Elon Musk nao wanajua ni vipaji. Yeah, zile ni vipaji. Elon Musk na vipaji vile. Kwako tukisema tuanze kwa haraka, ulifikiria nini kuleta Uni College show? Ngoja ni platform ambayo imekuja kurudisha thamani ya elimu. Mimi nimesoma kwenye shule ambazo tulikuwa tunabishana sana. Nani ni mkali, nani na zilifanya elimu ikawa kubwa sana. So Uni College imekuja jukwaa rasmi kwa ajili ya kufanya edutainment. Elimu inatolewa, inatakiwa ipewe thamani yake ambayo ilikuwepo. Ayubu Msafi ni shahidi. Unapoipa elimu thamani bro, niamini mimi, nchi inaendelea. Unaposhusha elimu thamani, unaharibu vizazi, unaharibu nchi. Mwisho wa siku huwezi kukingiana vifua na mataifa yenye nguvu kwa sababu hauna wasomi. Utakuwa watu wenye mdomo, wasomi wa kutengeneza influencer wengi, alafu wasomi wa kurusha roketi juu huna, utapigwa. Mpaka sasa umezunguka kwenye shule ngapi? Mwadhani 20 tumezunguka sana. Kwa mikoa mingapi? Mikoa tumepiga Dar, Pwani, Tanga, Arusha, Mwanza, Dodoma, mikoa 6. Okay. Sawa. Tukikwambia sasa hivi hapa uipe mkoa mmoja ambao kwako unaona big shout out, tunatarajia kupata baadaye wasomi wengi wenye akili kubwa ambao watatengeneza ndege kutoka nchini. Mtaja mkoa. Ayubu Msafi jibu. Swala lako la kimtego. Tuambie sasa hivi hapa tujue kwamba okay, sasa tuweke nguvu Tanga, tunategemea kuja watengeneza ndege wanatoka Tanga. Unajua kila mkoa ina watu ambao ni balaa sana na good au bad enough ni kwamba wasomi wa kila mikoa sio wazao wa pale. Of course. Yaani msomi wa Mwanza unakuta katokea Pwani. Msomi wa Arusha katokea Mwanza. Kwa hiyo nchi imebarikiwa. Kwangu mimi najaribu kukuuliza hivyo nikitaka kumaanisha kwamba kwako shule bora. Basi wacha niseme hivyo. Bro, nyie mnaelewa, mtu ambie. Bro, Ayubu Msafi ni shahidi. Ayubu Msafi ni shahidi. Hapo si unaika shule gani? Mimi siwezi kuwa na listi ya shule bora mpaka sasa hivi. Kama naingia natoka hivi. Acha shule ni nyingi ni. Acha jamaa, acha. Bro, kuna watu wanajua. Yaani mimi naambiaga watu, of course baadaye nitakuja kutoa ripoti. Nitakuja kutoa ripoti kwa serikali ya hichi ambacho nimekutana nacho. Tanzania imebarikiwa mzee wangu. Kuna madogo kibao wanatengeneza zile rockets za kuruka juu. Tumeenda Libol kukutana madogo wanapiga metaphysics, astrophysics zile, plasma physics, astrophysics wanapiga Hermes. Jana tumeenda Mazinde, madogo wana hizo hapo hizo, wana robots. So bro, Tanzania imebarikiwa bro. So amazing. Okay? Na vipaji vikubwa kuliko hata chuo.
Kwa hiyo unataka kusema kwamba serikali ijiandae huko baadaye kwa karabati mavyuo vyao, kwa sababu watu wanakuja huku chini ni moto. Gen Z wamejipanga. So baadaye. So baadaye. Sasa hivi yani. Kuna mabadiliko ndani ya miezi 6 ambayo sio ya kimchezo. Kesho kutwa tunaenda Kibaha. Kibaha kuna project wanaizindua ambayo tunaamini kabisa hiyo project inaenda kutumiwa na taifa letu 2030. Okay? Hao ni vijana wa Kibaha. Ngoja naongea na mwalimu wa Kibaha akaniambia Mtasha, wanatakiwa uje kwa sababu ni project ya hesabu, vijana wako talented. Achana project pia ya Iliboro ile. Ndio. Miongoni mwa project ambazo zimepewa nguvu. So ndugu mtangazaji, nchi na watu. Una cha kumwambia, ana cha kujifunza. Kiukweli ni kama najisi mpumbavu kwa hiyo sikupata elimu, kwa sababu inaonekana mbona kama nakuja kuhaibika sasa. Mimi ninachopenda sizunguka kwenye hizi shule. Yaani kuna baadhi ya watu wanaoangalia zile video zetu. Yaani unawakumbusha shule alafu wanatamani sana. Tumekutana na kijana wenu hapa wa East Africa aliyekosa swali la hesabu la darasa la 7, akasema hivi alikosa kwa sababu content ilitakiwa iende. Unajua ile ilikuwa kitu ambacho watu wengi hawajaelewa. Ile ilikuwa ni part of the content. Unajua kufanya mtihani wa darasa la 7 kwa sasa hivi, of course ningeamua kufanya kwa uwezo wangu ningepata zote afu isinge make sense. Kwa hiyo ikabidi baadhi ya maswali kidogo ujikoseshe ili iweze ku make sense. Na unaona namna ambavyo ime blow up kwa sababu nilikosa. So ningepata zote isingeleta. Namna kama Nskana itaka kukutawala hivi. Nskana unajua mambo yake tena. Chazi Mtasha naye kama anataka kujia juu. Of course ilikuwa ni part of the content. So ilibidi nikose baadhi ya maswali ili pia iweze ku make headline na izidi kuwa kubwa. Lakini pia kuonyesha watu kwamba mtihani wa darasa la 7 sio mrahisi kwa sababu miaka mingi imepita, so it's not that easy. Okay, yeah. Modo unaniona? Hanskana ni shahidi. Modo hesabu alishindwa. Modo akasema alikosa ili content iende. Hapana, Modo alishindwa. Serious? Modo alikuwa anaongea mwenyewe kaka. Tumeka mic pembeni. Hiyo noma sana. Sasa maana yake inavyoonekanika inabidi tuwatesti superstar wengi sana wa Bongo. Tunakuja huko na tunaomba ushirikiano kwa ma-influencer, ma-superstar wasibeze elimu. Bro, ni ugonjwa wa kuibeza elimu. Kwa sababu unajua what can I say bro kuhusiana na elimu bro. Unaona wewe unavyonihoji mimi? Unaona hii mic? Hizi ni elimu. True. Na huwezi kubishana na elimu. Huwezi kubishana na elimu. Unaona hapa tuko kwenye stage. Ni watu wenye elimu yao wamejenga hichi kitu. Au kama useme elimu haina faida. Ni mifumo tu ya zamani ambayo kipindi hicho watu walikuwa kwenye ajira, kuna magepu, kwa watu tumetengenezwa namna inabidi usome uajiriwe. Lakini sasa hivi watu wamebadilika. Ndio maana wasomi wengi wanaofanya vizuri. Hii inakupa sasa. Mawinga wanaofanya vizuri Kariakoo. Madealers wa magari wanaofanya vizuri hapa mtauni, wamewatoa wale wazee wa zamani kwanza magari, ni wasomi. Wasomi ndio wafanya vizuri Kariakoo. Wachekeshaji wakina nani wale wasomi, Leonardo, wakina Leonardo wale wakina Tex Dula wale wasomi. Anaandamani elimu. Ukiona mtu yote ambaye anaandamani elimu ana shida, na shida yake anatakiwa afanyiwe ukombozi wa fikra. Okay? Yeah. Hii ni timu ya Unicourage Show imekwambia ukiona mtu yote ambaye anaandamani elimu ana shida, anatakiwa afanyiwe ukombozi wa kifikra, fuse imechomoka, na asipotoshe jamii kwamba elimu haina maana. Yaani ni kitu kibaya bro. Unasema elimu haina maana kivipi? Nilikuwa naangalia kuna clip moja niliona watoto wa Irani wadogo vidogo hivi viko vinatengeneza zile drone za vita. Nchi inajiamini na wasomi bro, sisi inajiamini na ma-influencer. Tunaheshimu ma-influencer, sisi wenyewe ni ma-influencer kwenye elimu. Ila influencer yoyote, mtu yoyote asiseme elimu haina faida. Hapo mimi nitapigana naye. Wasomi wasomi. You know what I'm saying, bro? It's simple like that. It's simple like that. Wasomi You know what I'm saying, bro? Vichogo. You know what I'm saying, bro? It's simple like that. Hii timu ya Unicourage Show imekuja kumaliza kama hivyo. Then after how nimekwambia kwamba usiandameni elimu, mzee, elimu ndio mkombozi wa taifa. Big shout yote iliyoendelea ina wasomi. Nchi yoyote, nitajie nchi, watu wanatoleaga Dubai vinu vile vya mafuta si pale. Bro, watu wasio petroli ampale kaka tuondoke.